Na mambo haya matatu yote ya mtu huwezi ukamwona kama anahisi nini au anafikiri nini. Hisia za mtu huwezi ukaziona, hata fikira za mtu huwezi ukaziona. Ni kweli au sio kweli? Na Mungu alikuwa na akili sana. Yaani hapo ndio watu wanasema Mungu alikuwa fundi. Hivi wewe ungekuwa unaona mimi nakufikiria wewe vibaya, hivi ungenionaje? Yaani Mungu alikuwa fundi kweli. Yaani hapo kati ya sehemu ambayo Mungu alikuwa katika ukora ni katika hili. Fikra na hisia vyote huwezi kuviona. Ila kinachoonekana ni hiki cha tatu ambayo ni nini? Tabia. Aha, tunaanza kwenda pamoja. Naam, kwa hiyo hii kitu cha tatu ambacho ni tabia ni matokeo ya fikra na nini? Na hisia. Matokeo ya fikra na nini? Na hisia. Naam, kadri tunavyoona mtu labda maybe labda amelia. Anafanya nini? Analia. Hiki si kitendo cha kulia, si ndio tunachokiona? Na anapolia ndio tunagundua kwamba yawezekana kuna nini? Kuna shida. Na kweli ukiangalia yawezekana mtu kwenye akili yake akawa na shida au kuna jambo kubwa limefanya nini? Limempata. Amekuwa na msongo wa mawazo. Hapo maana yake naongelea ni namna gani amefikiri kwa namna anaona kwamba hili jambo limemzidi. Baadaye analia. Na hata kisayansi tunavyokuwa tunalia ni namna ya kupunguza nini? Hasira. Kwa hiyo tabia ni matokeo ya fikra na nini? Na hisia. Mfano, mtu anaiba. Kuiba hakuanzi tu eti naanza kuamua kitu cha mtu. Lazima cha kwanza ni lazima fikra nilifikiria. Na ndio maana ili ujue kama hicho kitu kinakuwa kilifanyika kabla, angalia mtu anavyoiba. Anaangalia kulia, anaangalia kushoto, anaangalia mbele, anaangalia nyuma. Ila anasahau kuangalia wapi? Juu. Maana mbinguni Mungu yeye anaona hata ya sirini. Yaani fikira zako anaziona. Hisia zako anafanya nini? Anaziona. Kila kitu. Mfano, ninazoongelea habari ya fikra. Fikra kwa sababu kubwa inahusisha mind, ubongo, kuchakata. Sisi tunasema kwamba namna unavyokuwa chakata mambo au ufahamu, comprehension kwa Kiingereza inaitwa. Kufikiri, namna unavyofikiri, unavyochakata mambo ni akili. Mfano, sawa, tunaongelea mfano hata kinachomfanya mwanafunzi afaulu mtihani, si ndio? Ni kitu kinaitwa IQ, si ndio? IQ hiyo tunasema inakuwa measured by number. Yaani inakuwa measured by number kwamba hiki fanya hiki au hesabu au nini, unatumia sana ubongo. Tunasema inatumika sana ubongo sema ambayo inaitwa tunaita yale matendo ambayo ni ya hiari, au tunaongelea ni namna gani kwamba mtu anaweza akatumia akili kwa sehemu kubwa, ila kuna baadhi ya matendo mengine automatic tu yapo. Hujafikiri, umefikiri lenyewe linafanyika. Mfano, unapokuwa unajifunza chombo cha moto kwa mara ya kwanza, unatumia matendo la hiari. Unatumia tendo la nini? La hiari. Unatumia nguvu sana. Yaani akili yako inakuwa kwenye mguu na kwenye mkono, si ndio? Kila sehemu, ila baadaye inapokuwa ni mazoea, maana yake inakuwa kama sio tendo la hiari. Unajikuta baadaye unaona kitu ghafla tayari umeshaminya breki. Baadaye unaweza kuwa unapiga story na mtu huku unaendelea kuendesha nini? Pikipiki au gari. Pale inayokuwa umetawala ni matendo ya sio ya hiari. Bwana Yesu asifiwe. Naam, kwa hiyo hivi vitu vitatu ndivyo tunachoongelea afya ya nini? Ya akili. Mfano, unavyoona matukio kadhaa, ujue huyu mtu maana yake ameshindwa kudhibiti hii afya ya akili
hadi ikampelekea kufanya hivyo. Mfano, mtu amejinyonga. Amefanya nini? Amejinyonga. Hivi kujinyonga ni habari njema? Ni habari mbaya, si ndio? Maana huyu mtu amefikiri ameshindwa kudhibiti hisia zake, baadaye anaona amekuwa disappointed, yaani hana umuhimu tena. Anaamua kufanya nini? Kuchukua kamba, anajinyonga. Mwingine anakunywa nini? Sumu. Naam, ni miongoni mwa matukio ambayo tunayaona yapo sana kwenye jamii zetu, na hata mengine tumeendelea kuyasikia. Mara fulani amemua mtu fulani. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ameshindwa kudhibiti haya mambo mangapi? Matatu. Ameshindwa kudhibiti hisia, ameshindwa kudhibiti fikra, lakini ameshindwa kudhibiti nini? Tabia. Tabia ni kitu cha mwisho kabisa. Kwa ndio maana hata Yesu Kristo alivyokuja alidili sana na kudhibiti hisia za ndani. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwamba amtazamaye mwanamke ameshazini naye moyoni, yaani kabla hajafanya kitendo ameshafanya nini? Ameshazini. Kwa anadili sana na tabia ambayo iko ndani, haijatoka wapi? Nje. Na hicho ndicho hata sisi wenyewe inatakiwa kiafya tufanye hivyo. Tuweze kudhibiti kwanza hisia na nini? Na fikra. Ndipo tutapata mtu ambaye unaona kwamba huyu mtu ana tabia njema. Kuna baadhi ya watu wamekuwa na matokeo mabaya sana kwenye jamii. Kwa nini? Wameshindwa kudhibiti hisia na nini? Na fikra. Fikra zao, unafikiria nini? Na unachokifikiria hakianzi kichwani tu. Bwana Yesu asifiwe. Kinatokana na mazingira unayopendelea, kitu unachotazama. Ubongo wenyewe haupati taarifa mahali pengine popote isipokuwa nje ya mazingira. Yaani mfano mtu anaanza kufikiria habari au ya kumzuru mtu, manake aidha ameona kitendo, macho yameshampa taarifa. Ndio maana macho, ulimi, pua na masikio inaitwa milango. Inaitwa nini? Milango ya fahamu. Manake hii ndio inayopenyeza taarifa kwenda kwenye nini? Kwenye ubongo. Kwenye ubongo ndio naanza kuchakata hicho kitu, kufikiria. Ndio jamani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini natamani baada ya kuona kwa ujumla afya ya akili inachoongelea, tuweze kuona mambo kadhaa ambayo yanaonyesha dalili ya mtu mwenye changamoto ya afya ya nini? Ya akili. Changamoto ya afya ya akili. Ni somo pana sana. Inawezekana kwa leo tu usielewe kila kitu, ila kuna kitu utaondoka nacho. Bwana Yesu asifiwe. Na baadhi ya mambo haya ukiona tu hata ni kwako, unaanza kuyaona, ujue unakabiliwa na changamoto ya afya ya akili. Na utafiti unaonyesha kwamba kati ya watu wangapi? Kati ya watu 4, mmoja na changamoto ya afya ya akili. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kwa ni watu wangapi? Nihesabu 4 mara ngapi? Mara 3. Kwa nini hesabu hapo, watu wangapi wana changamoto ya afya ya akili? Wangapi? 3. Sijaongeza. Ni wangapi wana changamoto ya afya ya akili? Umeona? Lakini pia shirika la afya pia lina rekodi kila baada ya sekunde 40 seconds au sekunde 40 kuna mtu anahatarisha maisha kwa sababu ya changamoto ya afya ya nini? Ya akili. Ninachomaanisha hivyo kwamba mtu eza anajiua. Maana kujiua ni changamoto ya afya ya nini? Ya akili. Kujinyonga, changamoto ya afya ya nini? Ya akili. Kukimbiza kitu cha unajua kuna watu wengine pia hiyo ni changamoto ya afya ya akili. Mtu anaendesha pikipiki kasi, anasema ni yaani kitokea tu naumia, bora ni huyo na changamoto ya afya ya nini? Ya akili. Kwa hiyo unaweza kuona ni namna gani watu tulivyoathirika na changamoto ya afya ya akili. Na tukishindwa kudhibiti matukio kama haya hayataacha.
matukio ya kujinyonga, matukio ya kuua, kusababisha kifo. Tumesikia matukio mengi, mahali fulani mwanaume akagundua mke wake anamchiti, akamchemsha, akamnywa supu. Changamoto ya afya ya nini? Ya akili. Si ndio? Changamoto ya afya ya nini? Ameshindwa kudhibiti. Unajua kuna kitu hata kwenye hisia ambacho kinaweza kikafanya ukastahimili hata baada ya mfano. Nichukulie, umeanza biashara yako, ukapata hasara, ukawekeza labda hata milioni 5. Ukapata hasara, umenunua kuku wote wakafa. Kitakacho kufanya uweze kustahimili ni kuna sehemu ya hisia tutaweza kujifunza hapo. Kuna sehemu inahusika na kubalance. Yaani kujisikia hauweni hata kama ulikuwa kuna jambo limefanya nini? Limekushtukiza. Kuna mtu mwingine anaondokewa na mpendwa wake, amekufa. Si ndio? Amekufa. Kitakacho kufanya uweze kuwa strong, uendelee kupambana baada hata ya kufiwa, ni kwa sababu wewe una ukomavu wa afya ya nini? Afya ya akili. Kwa nini? Vizuri. Lakini angalia baadhi ya matukio ambayo unaweza ukaona mtu, wengi tuna simu za mkononi, si ndio? Tunaona watu wanapost, utakuta na post anasema, baba, Mungu Mungu aendelee kukupunguzia adhabu ya kaburi huko ulipo. Mungu aendelee kutupunguzia adhabu ya nini? Ya kaburi. Wanao tuliko huku tunapata tabu sana. Umeona? Yaani yeye amekosa sehemu ya express, kuonyesha kwamba ana maumivu kiasi gani. Akaamua ingie Facebook ndio watangazie wana nini? Wana Facebook. Wakimwambia pole. Hapo ndo anajisikia angalau. Pole sana, tunamkumbuka. Pole, lazwe mahali pema peponi. Tunaona angalau, si ndio? Ameona kwamba kwa nini kitu ambacho anakuwa ameshindwa ni kwa sababu ameshindwa kudhibiti hivi vitu vitatu. Hisia, fikra na nini? Na tabia. Unajua ni somo na lenye mitandao ya kijamii jinsi inavyoathiri afya ya akili. Yaani kuna binti anaweza akaenda airport, amekodi na bajaji, amebeba na begi na mabegi matatu yote. Anaenda airport, anavuta begi, anasema piga picha. Yupo karibu na mlango wa ndege. Kazi anapanda kwenye ndege, anasema piga picha. Akishapigwa picha ile nzuri, baadaye anaipost mtandaoni. Anasema from Tanzania to Kenya. Changamoto ya afya nini? Ya akili. Tujue kwenye afya ya akili ili ikupatie kitu ambacho kitakufanya uweze kustahimili. Hakuna kitu chochote ambacho unamiliki au unacho ambacho ni permanent, ni cha maisha yote. Kuna Yesu asifiwe. Kwenye hii dunia tunasema Mungu tu ndio permanent. Ile vingine vyote ambavyo tunamiliki sio nini? Permanent. Nina mke sio permanent. Nina watoto sio permanent. Nina ndugu sio permanent. Itafika wakati watakufa. Nina mradi fulani ni wakuku, itafika wakati nitafilisika, si ndio? Yaani ni kushuka na kufanya nini? Na kupanda. Na hii ndio maana hata tunaelekezwa namna ya kwa. Nimefurahi sana alivyowaleta watoto hapa na hii kati ya somo ambayo pia ni nzuri kwa kulijua, kuwalea watoto, kuwafundisha kuwa na mental toughness, ukomavu wa fikra, ukomavu wa kiakili. Unajua kizazi cha sasa kinakuwa kimayai sana. Na ndio maana haya matokeo tunayoyasikia, mara mtoto amekunywa sumu kwa sababu alikuwa analazimishwa kwenda shule. Mtoto amekunywa sumu kwa sababu amenyang'anywa iPad au laptop. This is serious. Yaani hata mtoto umemnyang'anya simu, anaenda kunywa nini? Sumu.